Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana, na wasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo napenda nizungumzie mambo yanayohusiana na Pasaka. Wiki tulionalo ni wiki la Pasaka, na tunakwenda kuimalizia Pasaka, na sehemu kubwa Pasaka sasa imekuwa inasherekewa na watu wengi na makanisa mengi. Wakristo wote kwa ujumla, inajumulisha wote Wakristo, makanisa yote na madhehebu yote ya Kikristo. Pasaka wao wanasherekea, tuseme ni sherehe kubwa kabisa ya Kikristo. Na sherehe hizi mara nyingi huwa zinaambatana na maombi mbalimbali, kwa baadhi ya madhehebu kufunga maombi, na baadhi ya madhehebu kuwa na mfungo wa muda mrefu, na wengine kuwa na mifungo ya baadhi ya viongozi. Na mwanzilishi wa kufunga ni Yesu mwenyewe. Alianza kufunga hata akiwa anasherehekea Pasaka. Kabla ya mateso yake alifunga muda mrefu, lakini pia alifunga na wanafunzi wake, lakini pia alikuwa na maombi makali sana ya kupanda mlimani. Kila siku alikuwa anakesha mlimani akiomba, na hata wakati mwingine alikuwa akishirikisha wanafunzi wake Petro, Yohana na Yakobo. Alikuwa anawachukua, anaenda nao mlimani, anaomba nao. Kuna muda anajitenga, anawaacha na wao waendelee kuomba, na yeye anaenda kuomba sehemu nyingine. Na wakati aliwatenga kwa mafungu, wanafunzi wale wengine nao wakawa wanaomba sehemu nyingine, hao watatu sehemu nyingine, na yeye alikuwa sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kipindi ni cha mfungo. Na neno Pasaka kwa Kiingereza linamaanisha ni pass over. Maana yake ni kuvuka kutoka eneo jingine kwenda sehemu nyingine. Na hii Pasaka ilianza kipindi cha ukombozi wa wana wa Israeli pale Misri, ambapo Musa aliambiwa achinje, kila mwana Myahudi achinje mwana kondoo, alafu akapaka damu pale katika miimo ya mlango mara 3. Alipaka juu, akapika pembeni, akapaka na pembeni, kwa ishara kama ni msalaba, ambao ni bado ni ile ishara, ni ukombozi, ambapo Yesu naye alikuja akasulubiwa kwenye miimo 3. Aligongelewa msalabani, kichwani, mkono wa kulia na mkono wa kushoto, na hivyo yani hizo pembe 3 zinahusika vile vile miimo hiyo 3, ambayo hata wana wa Israeli walifanya kule Misri wakati wa kukombolewa. Kwa walipochinja wale wanyama, wakaambiwa wapake zile damu na kila mtu akae ndani. Na malaika alipokuwa akipita, alikuwa akiona ile damu, anaruka nyumba, ndio ikawa inaitwa Passover, Pasaka, ambapo alikuwa anaruka wale wenye damu ya mwanakondoo, wanarukwa wale nyumba isiyokuwa na damu. Na hata kama kuna Mwisraeli yeyote au Myahudi hakupaka damu kwenye nyumba yake, alikaidi ile amri, na yeye lazima alifiwa. Lakini kwa wale waliotekeleza ile amri wakapaka ile damu, ilikuwa ni ukombozi, ni ishara ya ukombozi. Malaika akipita alikuwa anaangalia tu alama ya damu, basi anaruka, hana mpango na hapo. Akiona hapana damu, ni kuchinja kwa kwenda mbele. Kila mzaliwa wa kwanza alikuwa anakufa, kila nyumba, hakuna kuruka. Kama sasa hivi wanasema mwenge hauruki jiji, lakini kipindi kile malaika alikuwa haruki ya chochote. Lazima ahakikishe anatekeleza agizo ambalo amepewa na Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo, ukombozi ulianzia hapo, na sasa bado tunaendelea. Na Yesu naye alipokuja, naye aliendelea kuienzi Pasaka, na alisema fanyeni hivi. Kipindi kilipofika cha Pasaka, aliwaambia wanafunzi wake, fanyeni hivi, kuleni mkate huu kwa ukumbusho wangu, kunyweni divai hii kama damu yangu, kama kunywa damu yangu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi milele yote. Kwa hiyo tunapokula au tunapokula meza ya Bwana, tunaposhiriki meza ya Bwana, ni kumkumbuka Yesu muda wote. Sasa Pasaka hii mara nyingi makanisa mengine yanaita, watu wengine duniani wamebadilisha, hawasemi Pasaka, wanaita Easter, lakini yenyewe ni Passover.
lakini wengi wanataka kuifanya iwe Easter, kwa Kiingereza ionekane ni Easter, lakini sio Easter. Easter sio maana halisi ya Pasaka. Maana halisi ya Pasaka ni Passover, ambao ni ukombozi, ambao malaika anapita kwenye kila nyumba yenye damu, anafanya ukombozi, anailinda. Sasa mwaka huu, Pasaka ya mwaka huu imekuwa na baraka sana na imekuwa ni njema sana, kwa sababu imekuwa na mfungo ambao umeanza, ule wenzetu wanasema mifungo ya Kwaresima, ambayo huwa inaanza mara nyingi mwezi wa pili na kuhitimisha wakati wa Pasaka. Sasa mwaka huu mfungo wa Kwaresima umeanza, lakini viliongozana na mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo mwaka huu kumekuwa kuna bahati nzuri kwamba Waislamu nao walikuwa wamefunga kipindi hicho hicho, Wakristo nao walifunga. Wenzetu Waislamu walifunga siku 30, wenzetu wenye Kwaresima walifunga siku 40 mpaka Pasaka. Lakini yote kwa yote ni kuonyesha kwamba ni kutubia mambo na kuacha mambo yote mabaya. Na unaona kwamba hata wenzetu Waislamu wanapofunga ule mwezi wa Ramadhani, wanapokuwa kwenye mfungo wa Ramadhani, wanaacha maovu yote. Hata kama alikuwa na wanawake 5 wangapi, alikuwa na michepuko, anaacha yote. Kama alikuwa sio anaiba, anaacha. Yaani unakuta mambo mengi wanaacha. Kuna utulivu wa hali ya juu sana mitaani. Hata kama wanawake walikuwa wanavaa ovyo ovyo kipindi cha Ramadhani, wanajituliza, wanavaa vizuri. Kama vijana walikuwa mabinti wanasumbua mabinti, utulivu unakuwa wa kutosha. Kwa hiyo unakuta Pasaka, mfungo huo wa mwaka huu wa Ramadhani pamoja na Kwaresima vimeenda pamoja, vimeongozana. Wenzetu wakawahi kidogo, siku 30 zikaisha, tarehe 20 na pale wakasherekea Idi yao kwa ajili kwamba ya mfungo, kwamba wamemaliza mfungo. Lakini siku 10 mbele na Wakristo na sisi tukasherekea Pasaka yetu ya kukombolewa na Bwana Yesu, tukiwa tunafanya kumbukumbu ya mateso ya Yesu baada kututafutia sisi ukombozi kwa mateso yake pale msalabani. Sasa mara nyingi ninachotaka kukiongelea hapa sasa, watu wanafunga tarehe, Waislamu wanafunga Ramadhani, kila mwaka wanafunga. Kwenye kipindi cha Ramadhani watu wanabadilika, wanakuwa na nidhamu, wanakuwa na heshima, matusi yanakuwa hayapo, mpaka wao tunafurahi. Na hata kwenye Kwaresima nao watu wanafunga, wanafanya mifungo yao vizuri, wanabadilisha tabia, mpaka watu tunafurahi, mpaka Pasaka kipita. Haya, ikiisha tu Idi, watu tayari wamerudi yule wa zamani. Kama alikuwa mwizi anaendelea kuiba, ndo anaiba mara 2. Siku ya Idi ndo anaiba mara nyingi zaidi. Kama mdanga alikuwa ni danga, anaanza kudanga siku hiyo, anaweza kadanga hata na wanaume hata 3 4. Kama alikuwa ni muongo, anaendelea kama kawaida. Sasa leo nataka tujadili na